Kama wiki moja hivi imepita toka kutokea kamsala fulani hivi ambako nilipokuja kukafuatilia niligundua kwamba kuna makosa ambayo yalifanyika, na nimeamua kuzungumza public ili kusudi sasa ikiwa kuna mtu ambaye ana sifa au ana tabia kama hizi aache mara moja. Katika biashara ya mikopo kuna watu ambao waga wanapenda kudanganya, hasa wanawake. Hawapendi kusema ukweli kuhusiana na hali zao za ndoa, nikimaanisha marital status. Siku hiyo vijana wameenda wamemkagua yule mama, ana biashara nzuri, mdhamini wake yuko vizuri, yeye nyumbani yuko vizuri. Wamekagua na kujiridhisha kila kitu kwamba mambo yako vizuri. Wamemuuliza, umeolewa? Akasema ametalakiwa. Ametalakiwa. Baada ya muda, kwa bahati mbaya sana, yule mama akaugua. Alipougua, marejesho hayakufika kwa wakati. Kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba vijana walilazimika kwenda kwa yule mama ili kujua ni nini ambacho kimemsibu. Walipofika pale, wakabisha hodi. Wanashangaa papo anatoka mwanaume amevaa kipensi na singlet. Jamani, vipi? Tunamtafuta. Vijana wakasema tunamtafuta mtu fulani. Ana shida gani? Bwana, huyu mtu alikopa kwenye taasisi yetu, alikopa kiasi fulani. Mbona mimi sina taarifa? Bwana, huyu mtu tulimuuliza na kwenye fomu amejaza kwamba yeye ni mtalakiwa. Mama yuko ndani, anaumwa na maradhi yale yamemfanya akashindwa kulipa mkopo kama makubaliano yanavyoelekeza. Kwa hiyo mmekuja kufanyaje? Tumekuja kuchukua hela. Sasa bahati mbaya sana, yule mshikaji ni ustazati, sijui ustazi wale. Mambo ya mikopo ni vitu viwili tofauti. Guess nini kilichotokea hapo? Hebu fikiria kilichotokea hapo ni nini? Basi pamoja na ugonjwa na kila kitu, ustazi hakujali, hakufanyaje, mwanamke alichezea pamoja na maradhi yake. Kapigwa, ikatokea vurugu. Mpaka tunavyozungumza sasa hivi na hali yake ya ugonjwa, mwanamke yupo kwao, karudishwa, ndoa imevunjika. Alikopa shilingi ngapi? Alikopa shilingi 200,000. 200,000. Imagine 200,000 inakwenda kuvunja ndoa ambayo mmekaa zaidi ya miaka 10, mna watoto 3. Wanawake, kuna vitu ambavyo mnatakiwa muwe navyo makini. Ikiwa mume wako hana ridhaa ya wewe kukopa, hajaridhia wewe kukopa, achana na huo mkopo mara moja. Utakuletea shida. Wakati mwingine unaweza ukajiona kwamba upo kwenye position ya kuweza kulipa kwa sababu ya project zako. Kuna wakati kuna majanga ya asili, kuna kuugua, kuna mtu labda wakati mwingine hata biashara kuvunjwa, ukashindwa kulipa. Itafahamika tu kwa sababu